kibatali, siri za fichwa chini ya mioyo ya wazazi. Unajua siamini kama nimekuona tena leo hapa. Bwana. Sasa kwa nini uamini kama nimekuja kweli? Sakina, chuo mama uaga akuongopi, na wabichi boy wa kule amwachagi mrembo kama wewe. Fei, nitakupiga. Sitaki uchokozi wako. Kwenye kivuli cha mwanga wa kibatali, siri za fichwa chini ya mioyo ya wazazi. Mama Fei, sisi kama wazee wa kaya hii hatuhitaji matatizo na uzao wako. Bichomoko, najaribu kukuelewa, lakini akili yangu hainipi utambuzi sahihi. Kuwa makini sana na mwanao, la sivyo ubaya utatawala kati yetu. Ninachohitaji ni kauli sahihi kutoka kwako. Ni kipi hasa kinachofanya ugomvi utawale kati yetu? Usijifanye mbovu wa masikio kwa uvivu wa kusikia. Sikia wewe kabla wengine kusikia. Sikio ni kama upepo na hufika mbali kwa mvumo wa masafa ya safari yake. Hebu ifike mwisho wa ziara zako. Niko hapa kwa masikio yangu mawili kusikiliza haja yako Bichomoko. Mtoto wako Sakina. Sakina. Mbona ghafla umeduaa hivi? Nimemwona mtu pale, yaani ananiangalia kwa hasira, kana kwamba nimemtendea jambo baya hivi. Umemwona mtu pale? Ndiyo, nimemwona. Kama kweli umemwona mtu pale na umesema anakuangalia kwa hasira sana, basi mahali hapa sio sahihi kwako na inabidi uondoke. Mbona unanichanganya? Unajua nini kuhusu yule mtu? Na kwa nini mahali hapa sio salama kwangu? Wakati hapa ni kwa rafiki yangu. Na tena sio rafiki tu, ni zaidi ya rafiki. Kama kweli umemwona mtu pale na umesema anakuangalia kwa hasira sana, basi inabidi uondoke, mahali hapa sio sahihi kwako. Kwenye kivuli cha mwanga wa kibatali, siri za fichwa chini ya mioyo ya wazazi. Kuna pumzi isiyoonekana inangoja itwe kwa imani. Mama, nisikilize mama yangu, mimi ni mwanao. Kabla hujafika hapa nyumbani, ulifanya nini huko njiani mwanangu? Na nani ulikutana naye? Ni mauzauza tu kichwani mwangu.
maana nasikia sauti za watu zikihitaji msaada kutoka kwangu. Maana naona mtu aliyevaa sanda tayari kwa kuzikwa, na nimekutana na bibi mmoja. Baada ya kumsalimia, yeye akaishia kunisonya. Hayo ndo mapito yangu ya masaa machache yaliyopita. Ni hivyo tu? Ndiyo. Kweli mwanangu? Labda Sakina. Sakina? Wewe nisikilize vizuri, mimi sio mjinga kukusingizia wewe wakati umeondoka na shua zangu. Wewe sitaki masiala na viungo vyangu vya mwili, nitakufanya mbaya. Wewe mbwa usio na haya tena, ukome kama ulivyokoma maziwa ya mama yako mshenzi wewe. Mimi sio na kusingizia, naongea nikiwa na akili zangu timamu. Sio bure, na hisi wazimu wa kichaa cha mbwa kimekupanda. Kwa nini unamshika mke wangu bila idhini yake? Tena unalazimisha kana kwamba hakuna mtu yote anamhofia. Bro, haki ya Mungu nakwambia. Najua hicho nitakachokuambia utoniamini. Jana mchana nilikuwa na huyu nikifanya naye mapenzi. Ghafla nashangaa shua zangu sizioni. Shika adabu yako wewe. Wewe ni mjinga ndaka. Una uhakika ulikuwa unafanya naye mapenzi wewe? Bro, nina uhakika kuliko uhakika wenyewe. Labda nikwambie kitu. Uhakika bila kuhakiki ni sawa na kipofu kutembea bila fimbo. Kufika atafika, ila kujikwaa ni lazima bro. Mimi nimejikwaa kwa mkeo, ila nina uhakika. Sikiliza nikwambie kitu kimoja, sawa? Chezea vyote, ila sio kumchezea mke wangu. Tambua kwa wewe mke wangu mimi. Usipokuwa makini itakugharimu. Ndiyo, ni mtu nilokuwa naye masaa machache yaliyopita. Kuna haya mambo yamekuwa haraka sana na sijatarajia kama angetokea karibuni. Sasa ngoja niende kwa mama Sakina usiku huu, nikamueleze kuwa wawili hawa wameonana, hivi awashe kibatari usiku huu ili nguvu zenu ziweze kukamilika. Sawa mwanangu? Sawa mama yangu. Tajo. We bado hujaelewa? Hii ni dunia nyingine tena. Mkuu, lazima tuzuie nguvu. Zisije zikachukuliwa na watoto. Ndiyo mkuu, maana watatufanya tusifanye kazi zetu kwa uhuru na kwa kujinafasi. Kwanza kabisa, kibatari lazima kiletwe hapa, kiwe mkononi mwangu, na wewe Chomoko ndio mwenye jukumu la kuleta kibatari hapa. Usisahaulishe, nimekupatia idaya ili ya kusanyia shua za vijana chini ya miaka 30 ili nguvu zako ziwe maradufu. Hivyo unapaswa kutimiza ahadi yako ya kuleta kibatari hapa. Mkuu, vipi kuhusu mimi? Hujatimiza kafara yako bado. Hivyo unapaswa utimize kafara yako, tutukupatie nguvu za ziada. Tumeelewana? Ndiyo mkuu.
kwenye kivuli cha mwanga wa kibatali, siri za fichwa chini ya mioyo ya wazazi. Kuna pumzi isiyoonekana inangoja itwe kwa imani. Kibatali, jina linalotetemesha, nguvu ya nuru, chanzo cha uhai. Fei, naona vitu sio vya kawaida kabisa, yaani mpaka vinanitisha, nakosa amani kabisa. Kwenye kivuli cha mwanga wa kibatali. Nilikuwa nakuja kwako Mama Sakina. Jana nilishindwa kuja kwako, nilikutana na Bichomoko njiani. Maneno alioniambia yalinigafilisha sana. Mama Sakina, tumechelewa. Sakina, sio kwako tu, hata mimi. Tena zinakuwa zinajirudia mara kwa mara. Kuna pumzi isiyo. Kibatali kimeanza kufanya kazi kabla ya maandalizi. Limeniogopesha sana hili. Unajua Sakina hajui mzigo alioubeba una uzito kiasi gani. Nimewaita hapa ili kuambia mauzauza mnayoyaona mara kwa mara. Sakina mwanangu, kibatali sio taa. Kibatali ni mlango. Mlango? Ndiyo, ni mlango. Mlango wa nini? Wa ulimwengu mwingine. Siri za fichwa chini ya mioyo ya wazazi. Kuna pumzi isiyoonekana inangoja itwe kwa imani. Nguvu ya nuru inakuwa kwenye giza, iking'oa machozi ya waliopotea, ikicheka kimya ndani ya mawe, anaigusa msitu wa kale, siri za fichwa chini ya ardhi. Kuna pumzi isiyoonekana inangoja aitwe kwa imani. Hii si kawaida. Mbona haya mauzauza yamekuwa mengi sana upande wangu?
ya nuru inakuwa kwenye giza, iking'oa machozi ya waliopotea. Mama! Kwenye kivuli cha mwanga wa kibatali, siri za fichwa chini ya mioyo ya wazazi. Kuna pumzi isiyoonekana inangoja iitwe kwa imani. Kibatali, jina linalotetemesha, nguvu ya nuru, chanzo cha uhai. Anayeigusa hubeba hatima, kati ya giza na mwanga wa milele. Ni nani atakayethubutu kupita njia ya mizizi na miiba? Moyo mwepesi, mikono mitupu, akatalia neno la tumaini. Mioyo huamka.
hadithi za wale